Mombasa, na bila shaka msikilizaji, tuko na mengi tu ambao tukiweza kuzungumzia asubuhi ya leo katika hali halisi, na tuko naye tayari mgeni amekwisha fika hapa studio. Kama ilivyo ada na desturi kila siku katika hali halisi, lazima tuweze kufanya hima kukuwa na mgeni katika studio zetu asubuhi na mapema, ili tuweze kujadili masuala mawili matatu, na masuala ambayo msikilizaji yanakuhusu wewe msikilizaji popote pale ulipo na shughuli ambazo unazozifanya siku zote. Nambari zetu za simu zinakuwa ni wazi, unaweza kuzungumza nasi, unaweza kuuliza maswali, unaweza pia vile vile kutoa mapendekezo katika kipindi. Na studioni niko naye Mheshimiwa Omar Shalo, ni mwanasiasa kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa, eneo la Mvita, na vile vile ni kijana mwanasiasa kutoka hapa katika kanda ya Pwani. Sasa hivi ni non-executive director katika board ya usimamizi ya Kenya Re, ambaye tuko naye hapa studio, na pia vile vile ni mwanabiashara na ni kijana ambaye pia amejihusisha na masuala chungu nzima ya kuweza kusaidia na kusukuma jamii vile vile. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Sami Mwaura kwa leo hii. Naona ni alfajiri njema ama ni asubuhi njema, na wasikilizaji wote asubuhi njema. Bila shaka. Sasa hivi ikiwa ni 2:20 saa za Afrika ya Mashariki. Nafurahia sana pia kwamba umeweza kupata muda asubuhi na mapema na kuja katika studio ili tuweze angalau kuzungumza mawili matatu yanayohusu masuala ya siasa, uongozi, na pamoja na masuala mengine yale ambao unasukuma pale mtaani kuhakikisha kwamba vijana pia wako sawa, jamii iko sawa, na kila mtu pia vile vile anaweza kuyafurahia haya maisha licha ya changamoto chungu nzima ambayo watu wanapitia. How have you been, my brother? Wallahi, I've been good, alhamdulillah. Nimekuwa mbioni sana. Tumekuwa na kazi ambazo nazifuatilizia, na naona changamoto pia ni nyingi. Kwa hivyo jamii, mandugu zangu, ukiangalia zile changamoto ambazo wanazozipitia pale mashinani, na mambo mengi sana ambao tunajaribu kusapotiana. Na niko na personal affairs nyingi kama ulivyotaja hapo awali. Mimi ni director Kenya Re. Kwa hivyo niko na majukumu katika taifa la Kenya, na nitaeleza kwa undani hiyo docket ya udirector ni kitu gani ambacho ninafanya, lakini nashukuru kwamba nimeweza kuweka haya yote kwa pamoja na kuweza kujipanga kiupande wa muda na kusukuma yote kwa pamoja kuenda mbele. Bila shaka, asante sana. Since you appointed, I think it is almost 3 years or 2 years, almost 3 years now, ndio? Kama miaka 3 imeweza kukatika. Miaka 3 ataisha mwezi wa 7, tarehe 7. Mwezi wa 7, tarehe 7. Ndio, hiyo ni ile 77 ile. 77. Just around that time. Siku muhimu sana pia katika masuala ya uongozi wa taifa hili na demokrasia ya taifa. Lakini how has it been as a member, as a young man from Coast Region, being appointed to that kind of position? Hiyo kukuwa appointed katika nafasi kama ile inamaanisha nini kwako wewe na pia kwa kijana ambaye anatoka katika eneo la Pwani? Nashukuru sana na kwa swali hili, kwa sababu board of director wameweza kunichagua kwa sababu ya ile experience ambayo niko nayo upande wa kibiashara. Kwa sababu reinsurance inamaanisha katika bima zote za hii Kenya ama Eastern Central, Middle East and Asia, tuko na more than 350 insurance firms ambao wao pia sisi tunapeana reinsurance. Yamaanisha kama insurance firms lazima pia wao wawe reinsured, yani pia wao wapate bima yao. Kwa hivyo changamoto nyingi ambazo zimeweza kutokezea katika parastatals kama zile, sisi kuwa pale na kupeana maoni yetu ya kibiashara na namna gani tunaweza kuwa wabunifu kuongeza biashara ama kuwa na mpato mkubwa zaidi, ni jambo ambalo kwamba limeweza kutusaidia pakubwa sana. Naam. Wow. So Kenya Re ni mamlaka ambayo inadhibiti mashirika mengine ya bima. Ndiyo. Na pia kuhakikisha kwamba pia yale mashirika pia yanapata bima pia wakati huo. Kabisa. Wow, wonderful. So kumaanisha kwamba there is a lot of business ambazo zinaendelea pale za kusaidia nchi. Kabisa. Na pia kuweza kusaidia vijana. Labda pengine kama kijana inakupatia motisha gani?
Inanipatia motisha kwa sababu nimeweza kusafiri katika nchi nyingi. Tumeweza kwenda Zambia, juzi tulikuwa Dubai, kabla hapo tumeweza kwenda Singapore, na tunaenda kuangalia mifumo ambayo kwamba zile nchi nyingine imeweza zile nchi nyingine zimeweza kusaidika, na namna gani hapa Kenya tunaweza tukatumia mifumo kama yale kuweza kujipanua kibiashara. Namna gani tunaweza tukachukua risk, kwa sababu biashara ya bima ni biashara ya kununua risk. Risk ni vipi tunaweza tukasema ile kubahatisha labda kwenye risk ni kama unavyosema kubahatisha, kwa sababu changamoto ni nyingi. Leo mimi kama nimekukatia bima, alafu ukipata ajali na bima yako unalipa tuseme 40,000 ama 50,000, mimi nafanya kulipe zaidi ya milioni 1. Kwa hivyo sisi tunanunua ile risk. Kama ile risk haijatokezea inamaanisha sisi tuko na faida, lakini risk tokezea mara nyingine huwa mapato yanakuweza kusecure wewe biashara yako kuendelea, na sisi pia katika ile bima tunayocharge tunaweza kumove namna hiyo. Kwa hivyo wale wenye kuuza hiyo risk na sisi pia upande wetu tunakuwa katika biashara ya kuhakikisha kwamba wao hawajaweza kuumia kwa kiwango fulani, ili sisi pia tuweze kuwapatia cover. So katika mimi kusafiri katika haya miji yote nimeweza kutufungua sana akili na kuangalia, tukisema kwamba Kenya inafaa kufuzu kibiashara ama kufuzu kwa upande wa kuuza bima ama kufuzu upande wa development, na yote haya ya affordable housing na kila kitu, ni namna gani tunaweza kuimplement zile policies hapa Kenya. Na nimeona kwamba kusafiri kwangu na kuweza kupeana contributions zangu katika mambo kama haya imeweza kuimarisha sana Kenya Reinsurance, na imeweza kutusukuma sana upande wa mapato na kuweza kuongeza mapato yetu. Wow. Mheshimiwa Shallo, utaniruhusu tuweze angalau kujadili kidogo tu taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika magazeti ya asubuhi ya leo. Na moja wapo taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele ni taarifa moja kwamba imeangaziwa na magazeti yote matatu, gazeti la Taifa Leo, The Standard na gazeti la Daily Nation, na ni kuhusiana na masuala ya uchumi wa kitaifa, ambapo kutokana na utafiti uliofanywa na serikali inaonyesha kwamba katika gazeti la Taifa Leo inasema kwamba Ruto ajikokota. Ingawa Ruto amezidiwa nguvu na Uhuru na Kibaki, yani watangulizi wake katika ofisi ya rais, katika ukuaji wa uchumi amewashinda katika ustawishaji wa ajira zisizo rasmi, hasa katika sekta ya ujenzi. Haswa katika sekta ya ujenzi. Rais William Ruto hadi wa sasa katika pato la kitaifa, katika kipindi cha muda wa miaka 3 iliyopita, ameweza kupatia taifa 4.6% ya pato la kitaifa kwa asilimia. Rais Uhuru Kenyatta katika kipindi cha muda wake wa miaka 3 aliweza kupata pato la kitaifa la 5.7%, na vile vile Mwai Kibaki wakati ule, kama unakumbuka, aliweza kupatia taifa pato la kitaifa kwa 5.8%, kumaanisha kwamba Mwai Kibaki aliweza kuwashinda watu wawili katika muda wa miaka 3 yao ya kwanza. Lakini Rais William Ruto, ambaye wewe aliweza kukupatia nafasi katika pale kuwa director katika Kenya Re, na kukupatia nafasi ya jitihada zote ulizofanya kama kijana, mawazo, mafikra, na kupata pia nafasi ya kuweza kupanua uelewa wako katika mataifa mengine, kumeweza kusaidia pakubwa sana. Lakini maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba kila serikali inapata changamoto tofauti. Na tunajua zile changamoto ambazo Rais William Ruto aliweza kuzipata kutoka alivyoingia katika mamlaka. Na changamoto ilikuwa si ndogo, kwa sababu tuliona tulivyoingia tu katika mamlaka hali ya kiuchumi ilivyokuwa katika hii nchi. Je, kama Uhuru aliweza kupata hiyo benefit ama aliweza kupata 5.1% kama ulivyoweza kutaja, je, kwa sasa hivi tunavyozungumza